Mimi nashukuru kwa kuwa umenielewa. Acha mimi niwahi nyumbani. Nashukuru. Itakachojili basi tutawasiliana kabisa. Ila mama Kichuguu, kuwa makini sana kijana wako. Asante. Muangalie sana yule mtoto. Oh, sisteri. Mimi tangu asubuhi na kitu nilipata nikuulize. Mimi nafikiri huu ni muda mzuri sana wa kuuliza. Kuna yule mwamba yule alikuja mwenye belt nyekundu yule kama sungusungu wa Kongo. Yule mwamba anaonekana anakupenda kishenzi. Kwa zaidi silimuona tunakupenda sana. Lakini wewe unaonekana kumkazia sana kuingia ndani. Shida ni nini? Au jamaa zingatii nini? Hapa kweli. Mwamba yeye mapagawe. Habari zenu? Sawa, kwema. Kwema kabisa. Salama hapa? Hapa salama. Sisi mtokako. Tunamshukuru Mungu. Umeona upuuzi mnaofuga? Mmeuona huo upuuzi mnaofuga? Kwangu na nini? Maana kutokea wewe na binti yangu anakimbia hapa. Mmempa barua mara ngapi binti yenu azilete hapa kwenu? Hatu analeta barua hapa? Hajaleta barua yoyote. Sasa sitakuja kwa ajili ya malumbano. Naomba mnisikilize. Sijaja kwa ajili ya malumbano. Nilichokifanya leo sijaje kufanya sehemu yoyote. Kama nyinyi hamtaki binti yenu wepo katika kundi bora la watu bora waliosoma, siwalazimishi. Mimi elimu yangu nimepata kwa shida sana. Kazi yangu bado naipenda. Sasa nasema hivi, ili msinichafulie shule yangu, sitaki kumuona binti yenu shuleni kwangu. Mwalimu, sasa usifike huko. Nisikilize brother. Nisikilize brother. Sitaki kumuona binti yenu shuleni kwangu. Laiti ningejua kama makosa ni ya kiufundi. Shwari inakuwaje? Kama kawaida. Kama kawaida. Bwana mzigo wetu hapa. Yaani katika vitu kukuletea, chapu kitu cha kwenda bana. So famba. Hiyo fresh kabisa, hiyo kazi kabisa. Basi kwa pepa zipo pepa. Pepa zipo na moja nishanyonga kabisa moja kwa moja. Basi kwa mimi nitaanza nayo. Sema nini? Kabla hujaanza kuvuta atakuwa ule kwanza. Basi baada ya noma. Ikiwa famba na kutafuta hii. Labda la kukusaidieni mje kufuata uhamisho wa binti yenu. Mwalimu, lakini ungeangalia namna nyingine kumsaidia bwana. Sifugi wajinga kwenye shule yangu. Sifugi wapumbavu kwenye shule yangu. Mnachojua nyinyi ni kuvesha, kulisha. Swala elimu mmeliweka pembeni. Inawezekana ikawa hivyo. Kwa sababu ndo mazingira mliokulia, ila sio kwangu mimi na sio kwenye shule yangu. Sipo tayari kuona shuleni kwangu kunatokea upuuzi wa aina yoyote ile. Nasema hivi, sihitaji tena kumuona binti yenu shuleni kwangu. Nimemaliza na kwenda. Mwalimu wewe, achaneni na mimi. Mtoto kalisi kwa wajomba zake. Baba yake unanitafuta. Unaenda kumtukania familia yangu, kalisi kwa shangazi zake. Mimi nakwambia hakuna mjomba wake wote aliosoma. Ni tu wajomba zake. Wewe dada zako kwa makaba anajiuza. Unanitafuta. Niko dada yangu anajiuza. Unjoi. Yaani mama tu. Unakopa mikopo sijui hasa sijui kwa damu, sijui nani. Umeona? Kwa wewe unikule umekopa hela na sijajua kwa nini. Baba unanitafuta. Mimi nakwambia nakwambia baba tu leo. Leo vizuri leo utaona. Nipangilie sister. Naona umemkuuliza hapo afu hajanijibu mengi ndani. Nilienda kuvaa, si unajua nimetoka kuoga. Hebu nijibu basi. Kosana na jamaa. Hilo swali lako uloniuliza hilo. Kuhusu labda yule kijana amekuja kunigongea hapa.
Mimi yule sio kama simpendi, ni mwanaume ninayempenda sana. Natamani hata siku moja tuishi pamoja. Mimi na yule tumetoka zetu kijijini, tumekuja huku kuja kuanza maisha. Tulipofika huku tukakaa siku ya kwanza ya pili, naambia mwenzangu aingie kazini, yeye hataki. Kajiingiza kwenye mambo yake ya usanaa. Kwa jamaa mwanamuziki yule au mwigizaji? Mwanamuziki. Ana barabara pua leo. Ndio kama hivyo unavyotuona. Mimi nipo zangu huku, yeye yupo kule. Kama je zangu kupanga hapa nianze maisha yangu. Unajua nini kuhusu Bigi? Mimi Bigi sio kama nampenda. Yaani yule mimi simpendi. Bali tu huduma anavyonihudumia, kuniletea mazagazaga na kunilipia kodi basi. Yaani kwa design hapo hiyo, yule mwamba atasota sana. Na hiyo ndio sababu kubwa hiyo Bigi alipomkalia mzeke mbele. Kwa sababu Bigi akija anajua na mezagazaga rafiki yangu kama Ferrari sokoni. Kwa siku ile mtenga wa nyanya, amesema jamaa kama anagenga safirisika huko sokoni rafiki yangu. Kwa hiyo wimba mziki hapo atasogua sana. Mke wangu wapi tena? Naondoka. Unaondokaje? Mimi taarifa sina. Nimechoka na vimbwanga vyako. Lile swali tuliongea na tukaenda kwa baba tukaliongea, ukaniahidi kwamba tutalimaliza mpaka leo. Na bado haitoshi, unafanya umalaya wako. Umefanya umalaya wako nje na wanawake wengine na bado unakuja kufanya umalaya wako na mdogo wangu. Mke wangu, haya mambo mengine sasa hayo ya uchonganishi tu. Watu tu ambao wanatugombanisha mimi na wewe. Na unafahamu fika jinsi gani ninavyokupenda. Na sawa, na mimi binadamu pia. Na mimi mkosefu. Huwa nakosea, lakini unielekeze, bwana mume wangu umekosea hiki na hiki. Lakini wewe unakaa nalo kimya. Kama nimekukela usemi, nimefurahisha usemi. Sasa kama unanipenda, kwa nini mpaka leo hii tatizo lolianzisha mwenyewe hujalimaliza? Unaniona mimi punguani? Moja hapo si la baba lile ambalo nilienda kumuelekeza pale. Na mwenyewe pia na huko sikia mbele ya macho yako na masikio yako pia. Siku zote asielizika anashukuru. Eti ningejua kama makosa ni ya kiufundi, ningerekebisha haya makosa ya kiufundi. Eti ningejua kama makosa ya kiufundi, ningerekebisha haya makosa ya kiufundi. Na wewe vipi? Tangu nilipoanza kukufahamu sijaona hata wifi kuingia humo wala nini, hata kuletee matunda. Zidi tu ya kuona vijana tu wanaingia na kutoka basi. Unajua nini sister? Ni kweli unayosema. Unajua kuna mwanamke hata siku moja hapa. Zaidi ya wanangu ambao wanakuja kuleta mazingira hapa basi. Lakini ukweli kabisa. Mimi sababu wanawake wote kwa wanakenge ni kitu kimoja tu. Kwanza samani kwa ugeni wa ghafla. Maana sikufahamisha kama nakuja hapa. Ila sababu kubwa sana ilionileta hapa kuhusiana na Sada. Mimi na kama wiki mbili hivi nilisafiri. Lakini nilivyorudi leo pale ninapoishi kwenye chumba changu nimekuta ndani hakuna kitu chochote zaidi ya nguo zangu. Kitanda, kabati, godoro, vitu vyote vimechukuliwa. Lakini baada ya kuulizia majirani pale ambao tunaishi nao karibu pale, waliniambia tu kwamba walimuona Sada ameleta gari na kuchukua vitu na kuondoka. Sasa sifahamu kwamba atakuwa kaelekea wapi. Maana hatukupanga kuhama kwa kipindi hiki. Nikasema ngoja nije kwako wewe. Pengine unafahamu chochote kuhusu Sada, atakuwa kaelekea wapi? Kiukweli shemeji, kwanza jambo la kwanza ni samahani. Na pili ni pole sana kwa hiki kilichokukuta. Ila leo ngoja nikuambie kitu ambacho ulikuwa ukijui. Sada alikuwa na mume wake huko Lindi. Alikuja Dar
kwa ajili ya kufanya kazi tu. Alianzisha mahusiano na wewe, lengo lake umsaidie majukumu ya kimaisha. Hivyo shemeji, wewe ulioa mke wa mtu. Shemeji, kumbe haya yote kunajua Masada ameshaolewa. Kwani kipindi chote mimi naishi naye ukuniambia Masada ni mke wa mtu? Nimeshindwa kukuambia kwa sababu sisi kabila letu tunajua sisi wenyewe, hiyo kwetu ni kawaida tu. Laiti ningejua kama makosa ni ya kiufundi, ningerekebisha haya makosa ya kiufundi. Laiti ningejua kama makosa ya kiufundi, ningerekebisha haya makosa ya kiufundi. Iki ni gitaa. Ina maana Sada akachimana kuchidoni kunguwe na kunjini ku bili ngukodeni na munu wa umuhimu wa kungupenda. Yani huluma, nima huluma nao. Kwa tangu hapo nikawa sina mwanamke ambaye mbele yangu mimi namna soko sahihi. Pole sana kakaangu, ila hujachelewa. Unaweza ukaanzisha mahusiano na mwanamke mwingine. Umesikia sister? Unavyoona hapo kwenye maisha yangu, soma kichupa kijai kimejaa, lakini kila nikikumbuka kwamba kilichotokea nyuma yangu kwenye maisha yangu, siwezi kuwapa nafasi hao watu. Sawa, mimi nakuelewa, ila unajaribu tu. Sio kila mwanamke aliyekukosea mwingine pia atakukosea. Hapana, yaani kakaangu, wewe hapo ulipo, yeye tamboi mzuri tu unavutia. Iweje ukose mwanamke mwingine? Labda nikuulize kitu sister. Kwa hiki tu kilichokutamia kwenye hadithi yangu mahusiano, viatu vyangu nikikupa vivae vitakutosha? Hapana. Basi amini hivyo. Ila nini, kama ulikuwa hujui, yule bahasha yako msanii, kuna kodi ndogo sana kwako ambazo hajazijua. Ila angezijua hiyo, mbona ndani ingekuwa naingia humo. Laiti ningejua kama makosa ni ya kiufundi, ningerekebisha haya makosa ya kiufundi. Laiti ningejua Kichuguu, jambo. Jambo. haya makosa ya kiufundi. Iki ni gitaa. Kwa ndani hamna mtu? Mama hapo lakini nipo kule mbele. Sasa, nisikie. Nataka uwe mkwe wangu. Mkwe? Mkwe kivipi? Nataka muoe watu. Yaani sijakuelewa, yaani kiwa hivyo au mpaka bado tunasoma? Nasoma, lakini elimu haina mwisho. Maana mtu ana mke wake, ana familia yake, lakini bado yuko shule anasoma. Yule watu ana mimba. Mtu alompa mimba ile, mimi simtaki. Umeona? So yule mtu sijui mzee, sijui ndo hana pesa, sijui vipi yani. Ile mbegu siitaki. Mimi nishaikataa ile mbegu. Kwa yani ukiwa naye wewe, mimi nitafurahi sana. Kisheria mtu akimtia mwanafunzi mimba miaka 30 jela. Wewe na kamshtaki. Wewe unaletea habari ya sheria? Sheria ushafikia kusomea sheria wewe mtoto? Mimi nakuelekeza kitu cha maana ambacho wewe maisha yako yatakuwa mazuri. Mimi nitakujengeni nyumba nzuri sana ya kuishi mimi wewe na watu. Umesikia? Sasa hizi umesikia kama nilivyokuelekeza. Ulikuwa unaongea nini na yule baba? Alikuwa tu ananiuliza maswala, kwa nini sijaenda shule? Kwa nini hujaenda shule? Kwa nini aliponiona akakimbia? Sijui mwenyewe sasa. Kwa nini hujui na wakati ulikuwa unazungumza naye? Ina maana mlikuwa mnaongea maneno sio mazuri. Alright? Mimi ni mama yako, nimekuzaa mwenyewe.
Ukiwa sawa na kujua, ukisema ukweli na kujua, ukisema uongo pia na kujua. Hakuna mama. Kama nikigundua kuna chochote ambacho kinaendelea baina ya wewe na yule baba, utamtafuta mamako. Hiki ni gitaa. Hiki ni gitaa.